siku ya leo sitatumia muda mrefu sana, kwa sababu nimeweza kumoja tayari mambo ya kutoka muda mrefu kutoka pale mbele. Ni wangapi wanafahamu kabisa? Wenye wanafahamu kabisa? Ni wangapi wanitambui kabisa? Ni wangapi hawanijui? Ana ni mmoja ya hizo zote, na yuko katika kategori yako yote. Kwa majina naitwa Marabu Brian, ni mmoja wa vijana katika kanisa la Mwatati. Na siku ya leo inajulikana kama Homecoming Sabbath, na Homecoming Sabbath huwa tunaweza kufunga juma ya maombi kwa ajili ya youth na ya adult people prayer. Na tumeweza kuwa na juma hili, tumeweza kuwa na fundisho la people prayer kuanzia siku ya Sabato iliyopita hadi siku ya jana, na tunaweza kuifunga siku ya leo. Ni kwamba tunapokuwa na JYD, tunapokuwa na prayer, huwa inakuwa na Global Youth Day, alafu kutoka hapo inasonga mbele, tunapata mafundisho ya kila siku hadi siku ya Sabato tunapofunga wiki ya maombi. JYD Global Youth Day celebration ilianza kucelebratiwa miaka mingi ambayo inaweza kupita. Ni mingi tu, miaka 13 ambayo inaweza kupita kuanzia March 2013 hadi wakati huu. Na idara ya Youth Ministry ilipopita chini, idara ya conference ya Youth Ministry ilipopita chini, iliona ni vizuri ya kwamba tuweze kuinvolve vijana katika huduma ya Mwenyezi Mungu. Vision ilikuwa ni kutoa vijana kutoka ile hali ya kuweza kusikia mahubiri hadi kuwa mahubiri yenyewe, na wakaweza kuleta theme ambao ni lead the sound. So kuna vijana wote ulimwengu mzima wanaweza kuongozwa na hii theme ya kwamba waweze kukua ni mahubiri. Tusiwe tu watu wa kusikiza tu, bali iwe ni watu ambao tuwe ni mahubiri ambao tunaweza kuyasema, mahubiri ambao tunaweza kuyasema naweza kuonekana kupitia kweli. Na kutoka mwaka wa 2013 to 2018, timu ambayo ilikuwa kiongoza hapo ilikuwa ni the Sermon, hizo miaka zote 5. 2019 ilikuwa Keep It, na 2020 kwa sababu kulikuwa na COVID, celebration ilikuweza kufanyika, watu wanaweza kuruhusiwa wakaweza kuifanya manyumbani kwao. 2021 ilikuwa ni reaching out kwa colors, culture and communities, kwa different races, different cultures and different communities. 2022 ilikuwa ni Love is Forgotten. 2023 ilikuwa ni Love is Alive. 2024 ilikuwa na Show Up the City. 2025 ilikuwa na Act a Community Transform, na mwaka huu ni Communion in Action. So mwaka huu wote mzima tunapozungumza, tunapoendelea katika huduma zetu kama vijana, kila ambacho tunaweza kuongoza ni Communion in Action. Kwa Kiswahili communion ni kama ni ushirika, ni haja ya kuja pamoja katika ushirika, na action ni kwa matendo ama kwa vitendo. So ni ushirika wa vitendo kwa ambao tunaweza kuzungumzia mwaka huu wote mzima, na pia katika March tunaweza kulaunch nyingine ya mwaka huu unaweza kukuja, ambao tutatangaziwa hapo mbele siku na saa tutafika tena huko. Kwa maana nyingi tunapokuwa na juma la maombi huwa ni kawaida tuweze kufanya summary, lakini siku ya leo tunaweza kufanya summary, tunaweza kuhudhuria ndani, kwa sababu huwa tunaweza kutangaziwa ya kwamba tuweze kuhudhuria katika juma la maombi, na ni unfortunate kwamba watu wengi hawezi kuhudhuria.
tunapokuja hapa ni nyuso tu ambazo tumezoea kuziona, ndio pia tunaweza kukuja katika juma la maombi. Na ni jambo la kusikitisha na jambo la kuuliza, wakati tunaposema ni juma ni kama kawaida, tukisikia juma la maombi kama ni idara ya Dorcas, tunatarajia kukutana na Dorcas pekee hapa kanisani. Ama kama ni idara ya Amo, tunatarajia ni Amo pekee wanaweza kuwa hapa kanisani. Kama ni vijana, tunatarajia ni vijana pekee waweze kuwa hapa kanisani. Lakini tunaweza kukumbuka, tunapaswa kukumbuka kwamba ikiwa ni juma la maombi, ni juma la watumishi wote wanapaswa kuja hapa waweze kuungana katika maombi. Lakini wanaweza kuongoza wa hiyo idara. Kama ni women ministry ndio wataweza kuongoza, lakini watu wote wanapaswa kuja hapa kwa ajili ya maombi. Ni vizuri kuweza kukuja na ile ushirikiano ama kuja katika ile kuwa pamoja kwa maombi, kwa sababu wakati mwingi kuna watu ambao haisi kama ameweza kuomba kama ile jirani hajafanya nini, alijeza kuombewa. Lakini tunapokuja hapa anaweza kushikana watu wawili watatu makundi, anaweza kutaja mtu na mwenzao, aweze kukwambia mwenake, anaweza kukabidhi kwa Mwenyezi Mungu, akaenda nyumbani akiwa na kama ameweza kupungua, atakuja kwamba leo nimeweza kuombewa ama leo nimeweza kukabidhiwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunaposikia siku nyingine tunapotangaziwa kwamba kuna mpiko prayer, ni vizuri kwamba tuweze kukuja. Hata kusikia ni aina gani, ukisikia na wewe njoo, kwa sababu utaweza kutokea kwamba bali utaweza kujenga na kwa kutujenga sisi sote katika safari yetu ya imani. Ikumbuke wito wetu unaweza kuitwa tuweze kufanya wengine kwa wanafunzi. Ndio our ultimate goal ya sisi kama wanafunzi wa Mwenyezi Mungu kama wanafunzi wa Yesu Kristo. So tunapaswa tukija hapa kanisani tunapata tunaweza unaweza kukuzwa, unaweza kujikuza katika safari ya imani. Ili siku ambapo tunaweza kutafuta wanafunzi pale nje, ikipata kwamba na sisi pia tayari tushakuwa wanafunzi na tunaweza kutafuta wanafunzi wengine. Niliposema hapo mbele kwamba sitaweza kuifanya sana ya wiki hii, lakini si atakuwa hapo sana hilo somo liko na tumeweza kusoma katika groups, na kama unahitaji hilo somo unaweza kuniambia hizo kutumia ama unapatia kopi chukua kopi alafu urudishe baadaye ili mtazamo pia naye aweze kupata hilo somo. Siku ya leo tunaweza kuzungumzia youth movement in action, na kabla tuweza kuingia katika fundisho la siku ya leo, ningependa tuweze kuomba. Takatifu Mungu wetu aliye mbinguni, tunamrudishia shukrani Baba kwa ajili ya somo hili. Tunapoingia katika mahubiri, tunaomba Mungu pamoja nasi. Acha Roho Mtakatifu azidi kuzungumza pamoja nasi, na ndio azidi kuweza kutufafanulia na kuweza kutukia mambo yako matakatifu. Wewe pamoja nasi tutakapomaliza, ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Timu ya siku ya leo ni youth movement in action, na our interest tumezoea siku kama hii inatoka katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:12. Timotheo wa kwanza 4:12. Ningependa kama miongoni wetu kuna yule ambaye anaweza kusoma kwa lugha ya Kiswahili kwa ufasaha aweze kunisaidia. Sijui kama kunaye miongoni mwetu. Asante. Nikirudia ili kusikiza wote, inasema hivi, Isaya 10:2 inasema hivi,
Mtu awaye yeyote asikudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminiwe katika usemi na mwenendo, na katika upendo na imani na usafi. Ndio fungu ambalo tunaweza kulifafanua zaidi katika fundisho ya siku ya leo. Na wakati mwingi ama kwa mara nyingi Mwenyezi Mungu ameweza kudhihirisha kuonyesha interest yake kwa watoto na vijana. Wakati wa Ishmaeli na Hajiri walipoishiwa na maji wakiwa jangwani, Mwenyezi Mungu aliweza kuwapa ama aliweza kuonyesha pale ambapo kuna maji katika jangwa, na wakaweza kukata ile kiu ya maji ambayo ilipelekeza kuwasumbua kwa wakati ule. Na pia Mungu aliweza kutumia watu wengine. Tukiangalia pia katika kitabu cha Matthew 19:14 ni kwamba maandiko yalikuwa yanaweza kuonya wanafunzi wasiweze kuzuia watoto wasije kwa Mwenyezi Mungu, bali Yesu alikuwa anataka wanafunzi waje kwake, alikuwa anataka watoto waje kwake, na akaweza kuwapatia mfano, yaani akaweza kutupa mfano kama Kristo jinsi ambavyo tunapaswa kuwa ama maisha yetu yanapaswa kuwa aje, na akaweza kutumia maisha ya watoto. Akasema kwamba sisi kama Wakristo ama sisi kama wanafunzi tunafaa tujione kama watoto ili tuweze kuona ufalme wa Mwenyezi Mungu. Na pia tunaona kwamba katika Biblia kuna watu wengine ambao wanaweza kutumika wakiwa ni mdogo. Kwa mfano, msichana mtumwa aliyemshauri na Hana ili aweze kwenda Samaria na akaweza kupata uponyaji pale. Pia tunaona kwamba kuna mfalme ambaye alikuwa anajulikana kama mfalme Yosia. Alikuwa na umri mdogo alipopewa ile haki ya kuweza kuwa mfalme na kuweza kuongoza katika nchi ya Yuda. Na pia hapa katika Biblia kuna kijana mwingine ambaye alisaidia katika kuwako kwake katika kundi, kuwako kwake katika lile kundi, likaweza kufanya watu 5,000 wakaweza kupata chakula. Kijana huyu akaweza kuja na safari zake pamoja na mikate yake, na Yesu akaweza kuimaka hiyo chakula, ikaweza kulisha watu katika ile kongamano, katika ile kundi. Na kuna mifano mingine kama Esta, Danieli na mifano mingine ambao walikuwa ni vijana, walikuwa ni watu wenye umri ambao hawaweza kukomaa sana, umri mdogo, na waliweza kutumika katika kutenda mambo makuu na kuweza kutupa mafundisho ambayo tunaweza kujivunia wakati wake sasa. Si hilo kundi pekee yake, tunapoangalia vile hawataka ilipokuwa ikianzishwa, wengi baada hawapayonia, wengi wao walikuwa ni vijana. Tunaweza kuangalia kama tunapozungumza dada White, ni kwamba alipokea ile bishop yake akiwa na miaka 17 pekee yake. Unaona kwamba Mwenyezi Mungu aliweza kumtumia akiwa katika umri mdogo. Vivyo hivyo Mungu anatumia vijana wote mzima, hata akiwa na hiyo hali ama akiwa katika umri wao ukiwa ni umri mdogo. Tuulize ni kwa nini Mwenyezi Mungu anaweza kuwajali vijana. Tutaangalia kitabu cha Genesis chapter 21 verse 38. Genesis 21 verse 38. Genesis 21:28. Genesis 21:18. Genesis 21:18. Ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa
Tunaona kama Mwenyezi Mungu anaweza kumwambia ajili ya kwamba Ishmaeli angeweza kuwa ni taifa kubwa. Ishmaeli alikuwa kijana ambaye alikuwa anaweza kudharauliwa pamoja na mamake wa kama walipojua sana. Lakini Mwenyezi Mungu aliona kwamba ataweza kuwa ni taifa kubwa kabla hata yeye mwenyewe hawaweza kufikiria kwamba anaweza kuwa ni taifa kubwa. Hata kabla yeye mwenyewe angeweza kufikiria katika ile hali ya kuweza kuwa taifa kubwa. Sana hapo kupenda na sana kuweza kupenda huyu kijana kama Ishmaeli na au kuwa na makazi, kwa sababu sana kama yeye kuondoka. Na pia huyu mtoto ni kwamba anaweza kuwa ni mtu ambaye amezaliwa na mjakazi. Kwa hiyo tunaona kwamba ile hali mtu ambaye anaweza kuzaliwa na mjakazi, ile hali ambayo mtu anaweza kuzaliwa na mistress, unaona hawezi kuingiliana. So ni kama huyu Ishmaeli alikuwa tayari kusema katika hali fulani ya kwamba huyu mtoto wa mjakazi, lakini Mungu anaweza kupromise ajili ya kwamba huyu mtoto wake ataweza kuwa ni taifa kubwa, ataweza kufaulu katika siku ambazo zinaanza kukuja. Hata kabla ya yeye hajaweza kufikiria kwamba angeweza kuja kufanikiwa siku zingine. Lakini hapo mwanga tu hivyo tu anapokea zake, aliona hitaji lake na wakati huu, na hitaji la wakati huu ilikuwa ni jambo la kwanza aweze kumpatia maji. Na kwa sababu walikuwa na kiu. Na pia nyingine ni kwamba huyu ajili tayari alikuwa ni mtu ambaye anaweza kuvunjika moyo. Na Mungu akaweza kumpatia moyo kwamba siku moja mtu atakuja kweli taifa kubwa. Pia kuna maneno ambayo kwa mtumishi Paulo aliweza kumpatia kijana Timotheo ambayo yanahusu vijana wote na vijana wote ambao wanahisi kama Ishmaeli ya kwamba wameweza kudharauliwa. Wakati mwingine vijana uteseka kwa kujiona kwamba wao ni duni. Swali ambalo tunapaswa kujiuliza ni kwamba kama kijana unapaswaje unapaswa kujiendesha kivipi unapodharauliwa au unapopuuzwa? Unapaswaje kujieleza? Na pia utamwaminiaje Mwenyezi Mungu wakati wewe au wengine wanafikiria kwamba hauna uwezo wa kuweza au huna uwezo wa kutosha? Wakati mwingine vijana wanaweza kukata tamaa kwa kujitenga wanapodharauliwa au kubezwa. Wengine ujumbe wa kiburi ili kujitetea wanaposhambuliwa au kudharauliwa. Yaani unakwenda kusema kitu kijana hivi ndio sana ambaye kwenda kuweza kuniambia. Yaani anajipata hauna kiburi kwa sababu anaona kwamba unaweza kudharau. Je, kama kijana unapaswa kujibu na unapaswa kumbie baadhi wakati mtu anapokudharau ama wakati wewe mwenyewe unaona kwamba unajidharau, unapaswa kujibu aje? Ama unapaswa kureact aje wakati unaona kwamba mimi sifai ama mimi siwezi? Tuone jinsi ambavyo Paulo anamshauri Timotheo katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:12 ambapo tunaweza kusoma. Ningependa tuweze kurudia hiyo fungu. Timotheo wa kwanza 2:14. Timotheo wa kwanza 4:12. Mtu awaye yote asidharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Asante. Ni kwamba hapa tunaona kwamba anamshauri aweze kuwa kielelezo kwa wale ambao wanaweza kuamini. Na anataja misingi ambayo tunaweza kuisema hapa
misingi karibia mitano ambao vijana wanapaswa kuwa kielelezo chema kwa wale ambao wanaweza kuamini, ama wanapaswa kuwa kielelezo chema kwa ulimwengu mzima. Jambo la kwanza ambalo naweza kusema ni kwamba tuwe kielelezo chema ama kielelezo bora katika usemi, katika mienendo yetu, katika upendo, katika imani na katika usafi. Tuweze kuwa ni vielelezo vyema katika haya mambo matano, ili tusijibidia kwamba kuweza kudharauliwa. Tunapaswa kuwa kielelezo chema kwa haya mambo. Tuangalie jambo la kwanza, usemi. Inasemekana kwamba ama tunapoangalia maombi yetu kama binadamu, tumeweza kupatiwa masikio mawili na mdomo mmoja ama kichwa kimoja. Masikio mawili ili tuweze kusikia sana, tuweze kusikia kwa upana zaidi, na mdomo mmoja ili tuweze kufikiria kabla ya kuweza kusema. Tusome James ama kitabu cha Yakobo 3:9. Kitabu cha Yakobo 3:9. Kitabu cha Yakobo 3:9, James chapter 3:9. Kwa huo tumkiri Mungu na kwa huo tuwalaani wanadamu waliofanywa kwa mfano wa Mungu. Tafsiri yangu inasema hivi: kwa ulimi tunamsifu Bwana na Baba yetu, na kwa huo tunawalaani wanadamu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Ni kwamba ulimi kutuwezesha kuzungumza, na ndio maana tunapaswa kujifunza kuchagua maneno yetu yote ambayo tunapozungumza kwa wengine. Miongoni mwa vipawa vyote ambavyo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia, ameweza kupatia wanafunzi, ni kwamba ama ameweza kutupatia kama binadamu, ni kwamba hiki kinywa hiki kina thamani kubwa sana, na pia kina thamani kubwa sana kwa kuwa kinaweza kusema na kinaweza kunena. Tukiongozwa na Roho Mtakatifu, ni nguvu ya kuweza kufanya, tunapaswa kufanya mambo mengi kupitia ulimi. Tunaona kwamba hata tuseme kwamba tunaenda kufundisha, hata kuweza kujigamba tulikuwa na nguvu kiasi gani, ama kama tuko na kiasi gani, ndio tunabishana nguvu kiasi gani. Ili tuweze kupata amani, ni lazima kwamba hao waweze kuwa na nini, waweze kuzungumza. Mazungumzo yaweze kukua miongoni mwao, na ili hiyo kitu iweze kuanza, lazima kuna mahali ambapo ulimi unaweza kuteleza na ungeweza kusababisha mgogoro baina ya watu wawili. Ulimi unaweza kushawishi, na ulimi huu unaweza kuombea watu wengine. Ulimi unaweza kusifu Mwenyezi Mungu na kueleza upendo wa Mwenyezi Mungu. Unaweza kueleza upendo wa Mwokozi kwa mataifa yote, upendo wa Yesu Kristo kwa ulimwengu wote. Hii kipawa ambacho cha ulimi, kipawa cha speech, tunapaswa kuweza kutumia kwa njia bora, ili tuweze kuwa kielelezo kwa watu wengine, ili tuweze kuwa kielelezo kwa waumini wenzetu, ili tuweze kuwa kielelezo kwa majirani zetu, ili tuweze kuwa kielelezo kwa marafiki na watu wote ambao wanaweza kuona, tuweze kuwa kielelezo bora tunapotumia ili kiungo ambacho ni ulimi. Pia idara ya ministry ya General Conference inaweza kuhimiza uongozi wa kanisa katika nyanja zote ya kanisa, kuweza kuchagua vijana katika nyanja zote za kanisa, kuanzia ile kidogo idara gani kidogo katika kanisa, lakini idara zote ziweze kuhusishwa katika kanisa, hadi idara ya uzee, hadi katika idara ya kukua jamii katika kanisa. Toleo jipya la kanuni za kanisa la Kiadventista inashauri ya kwamba vijana wanapaswa kuweza kujumuishwa katika department ya ushemasi na katika department ya wazee, ili kanisa linapokuwa na ile kufanya uamuzi, pia sauti ya kijana inafanya nini iweze kusikika pale, ama pia hao vijana waweze kuguswa wanapokuwa katika uongozi wa kanisa, wapate kuguswa ili tuweze kuwa na kanisa siku ambalo linaweza
kukuja, kanisa ambalo limeweza kusimama katika kweli, kanisa ambalo limeweza kujua Mwenyezi Mungu, na kanisa ambalo limeweza kusimama na ukweli katika Biblia. Wakati mwingine vijana wanaonyesha kiburi wanapohisi kwamba hawapewi nafasi. Njia hii inaweza kuleta migawanyiko katika kundi. Njia hii inaweza kuleta migawanyiko katika maeneo ama katika ile kundi ambalo tunaweza kuongoza. Ni kanisa ama ni katika ile kundi, tuseme kama ni ministry ama department yote ile. Vijana wasipofundishwa, tunaona kwamba wanaweza kujipata kuna kiburi, na mwisho wa siku watafanya nini? Wataweza kukua na migawanyiko. Kwa mfano, hata tukie kundi la ambassadors, si katika ile kanisa. Kwa wakati mwingi ili kundi, wakati tunapochagua, tunachagua watu ambao tayari wamefanya nini? Wameweza kukua. Alafu wakiwa katika hiyo kundi, kusema for example, kiongozi afungue WhatsApp group ya ambassadors. Utapata hapo katika ile WhatsApp group vijana wakitamani sana wazungumze. Lakini unapata wakati ambapo hawajihusishi, wataenda wafungue WhatsApp group nyingine ambayo wataenda kuzungumza pale. Alafu unapata hii changamoto mbele iko katika makundi mengi, hasa katika kundi la ambassadors. Sasa unapata uko kwa hiyo kikundi, wewe kama kiongozi unazungumza, lakini upate conversation ambayo inafanya nini? Inaendelea hapo. Huko wengine ambassadors wanazungumza hapo na wanapata mipango yao ambayo wakati mwingi hawakui kuhusisha kama kiongozi ama hawakui kuhusisha kanisa, na unapata kwamba kuna mgawanyiko. Wakati kanisa linapokuja isema kwamba hii si utaratibu wa kanisa, tunafaa tupate procedure kutoka kuleta pendekezo letu lije libadilike kwa baraza, alafu pia libadilike kwa business meeting. Na hapa vijana ndio wameshapanga wanataka kupanga vile. Sasa unapata kwamba vijana wanataka wafanye jambo lao, na huku kiongozi anataka ya kwamba waweze kwenda kulingana na kanuni ya kanisa, jinsi ambavyo tunafanya nini inaanza hapo kuendelea. Sasa unapata kwamba huku jinsi hapo kuna kikundi cha kusikiza ili system nyingine, alafu mgawanyiko unaweza kukua, unaweza kuonekana hapa. Unapata vijana kwa example tunasema kwenda boy, kiongozi wetu ajui kanisa ile kama kwenda boy, lakini si kama tumejibeba kama vijana mwandani tunaweza kwenda boy. Ni vizuri uweze kuhusishwa katika mambo ya katika uongozi wa kanisa. Hata kama watapanga, unapata kwamba kuna representative ambaye atakuwa pale aweze kupeleka katika kanisa na kanisa liweze kufahamu. Ningependa kusoma kitabu cha Methali 15:1, Proverbs chapter 15 verse 1. Tazama, mwenye haki atalipwa duniani, basi mwovu na mkosaji si mara nyingi zaidi. Proverbs 15 verse 1 says, jawabu la upole hugeuza hasira, bali neno lihumizalo huchochea ghadhabu. Tunaona kwamba ndio vijana yale mambo ambao wanaweza kupraise wakiwa pale ya halali. Ni kitu ambao kinaonekana kama ni halali. Lakini Biblia inaanza kutuambia kwamba jawabu la upole hugeuza hasira. Kwa hivyo vijana wanapaswa kuwa na hekima wanapodeal na mambo kama haya. Wanapaswa kuwa na hekima katika usemi wao, na atakapotumika kama atakapokuwa na heshima. Kijana akiweza kujiheshimu yeye mwenyewe, ataweza kuheshimika nyumbani, ataweza kuheshimika kanisani, ataweza kuheshimika katika jamii ambayo anaweza kuishi. Kwa hivyo hata kama unafikiria kwamba hauhusishwa, hata kama unafikiria kwamba hauweza kuhusishwa katika mipango mingine yote pale kanisani, au unaweza kuhusishwa katika
mipango yote katika jamii, tunapaswa kuwe na hekima na tuweze kwenda kwa upole, tuweze kwenda kwa unyenyekevu. Ile asilamu kulikuwa nayo wakati mwingi itafanya nini? Itaweza kupungua na tutaonekana kwamba si watu wenye hekima, kwamba watu kuja na usemi na kuweza kuheshimika katika majumbani, tunaweza kuheshimika hata katika jamii, kanisani tunaweza kuheshimika na kila mtu na heshima yake inaweza kurudi. Pia tunapaswa kuwa kielelezo jema kwa mienendo yetu, kwa tabia zetu. Kitabu ambacho tunaenda kusoma sasa hivi ni kitabu cha Mathayo 7:16. Matthew chapter 7 verse 16. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Asante. Hapa tunapaswa kujua kwamba tuweza kutambua katika matunda yao. Maana kwa matunda yao tutaweza kutambua. Tabia zetu zitaweza kuonekana kile ambacho tunaweza kuproduce. Tabia zetu zinaonyesha kwamba sisi ni nani. Biblia inaweza kutupatia sifa za kuwa Wakristo. Katika kitabu cha Exodus chapter 20, inaweza kutupatia amri za Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni kama dira, iweze kuwa ni dira kwa watu ambao wanaweza kuweza kupenda Mwenyezi Mungu. Ingawa hizi amri haziondoi dhambi. Hizi sheria 10 na amri za Mwenyezi Mungu haziondoi dhambi, bali hizi amri zinatumika kama kioo. Inaweza kutuelekeza hata tunaweza kukosea, inaweza kufanya nini? Inaweza kuturekebisha na kuweza kutuonya na kuweza kuongoza katika njia ambayo inapaswa. Hizo amri zote 10 za Mwenyezi Mungu ambazo inaweza kupatiwa katika mlima Sinai ndio kuokoa wana wa Israeli, na ikaweza kuonya katika maisha kwa kuweza kuabudu sanamu. Tuna hizi amri 10 za Mwenyezi Mungu iko na katika sehemu mbili ama zinatokana mahusiano mawili makubwa ambayo tunapaswa kuweza kutafakari kila wakati tunapoishi ama kila wakati tunapofanya jambo lolote, ya kwamba jambo la kwanza ni uhusiano baina ya binadamu na Mungu katika sehemu ya kwanza, na katika sehemu ya pili ni uhusiano baina ya wanadamu na kwa wanadamu. Mathayo chapter 22 verse 37 to 40. Biblia inasema kwamba tuweza kumpenda Bwana Mungu, tuweza kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Alafu pia ikiwa ndio yako mbele inasema kwamba na jirani yako uzidi kumpenda vivyo hivyo kama nafsi yako. Upendo ndio msingi wa sheria za Mwenyezi Mungu. Upendo ndio pia katika sheria za Mwenyezi Mungu lazima upendo uwe uzidi kukua pale. Ningependa tusome hii mambo, ningependa tusome katika kitabu cha John chapter 14 verse 15. John chapter 14 verse 15. John 14:15. Nasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Ukiwa unapenda Mwenyezi Mungu, bila shaka utafanya nini? Utashika amri za Mwenyezi Mungu. Utaweza kuzishika amri za Mwenyezi Mungu. Na pia ukiangalia kitabu cha Wagalatia 5:22 hadi 23, Galatia chapter 5 verse 22-23 inaelezea matunda ya Roho Mtakatifu ambayo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, fadhili, uaminifu, upole na kiasi. Pia tukiendelea kusoma katika Ephesians chapter 6 verse 10-20 inaelezea silaha za Mwenyezi Mungu, ikionyesha kwamba maisha ya Mkristo ni vita ya kiroho. Hatuwezi kushinda vita hivi vya kiroho kwa nguvu zetu wenyewe, bali kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Hatuwezi kushinda katika vita vyovyote vile
kwa nguvu zetu, bali kwa msaada ambao unatoka mbinguni, bali kwa msaada ambao unatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni Mungu peke yake ndiye anaweza kutuwezesha tuweze kushinda katika vita hivi. Wafilipi 4:8 pia naye anaweza kusisitiza umuhimu wa kuwa na mawazo safi. Akili ndio inaweza kuongoza maisha yetu. Vivyo hivyo, vijana wanapaswa kuruhusu Roho Mtakatifu aweze kuongoza fikra zao. Roho Mtakatifu aweze kuongoza maisha yetu, aweze kuongoza kila kitu ambacho tunaweza kuifanya kama mienendo yetu na mienendo yetu inaweza kufanana na imani yetu. Isikuwe tunasema kwamba sisi wa Kristo lakini mienendo yetu haifanani na Kristo. Isikuwe tunasema kwamba sisi tunampenda Mwenyezi Mungu lakini mienendo yetu haionyeshi kwamba tunaweza kupenda Mwenyezi Mungu. Upendo huu ambao tunaweza kuzungumzia, tumesema kwamba ndio msingi wa sheria za Mwenyezi Mungu, na tuweze kujidai kwamba tunampenda Mwenyezi Mungu kama sisi tunaweza kuwatukia wengine. Yesu anasema katika kitabu cha Yohana 13:35, Yohana 13:35, anasemaje? Watu wote wamejua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Asante. Tunaona kwamba watu wanaweza kutambua kwamba sisi ni wanafunzi wa Mwenyezi Mungu, sisi ni wanafunzi wa Yesu ikiwa tuko na upendo. Tunaonyeshana upendo sisi kwa sisi hapa, tunaonyeshana upendo miongoni mwetu. Upendo huu ukiweza kudhihirisha upendo huu miongoni mwetu, ukiweza kudhihirisha kwamba sisi wanafunzi wa Mwenyezi Mungu. Upendo ni msingi wa tabia ya Kristo, ndio ishara kubwa ya Ukristo. Si kwa mavazi, si kwa mavazi au kwa alama za nje. Department ministry inajulikana sana kwa sababu ya uniform. Inajulikana sana kwa sababu tuko na uniform kadhaa. Unapoangalia uniform ya adventure, utaweza kutofautisha kutajia bila shaka vile ni adventure. Vile vile pasaida utaweza kutofautisha na ambassador, utaweza kutenganisha na ya adult. Kwa sababu ya uniform yetu. Hiyo ni kama muonekano wetu wa nje. Na hata tukiona kwa nje, anajua kwamba yule ni kijana katika ndani. Na pia inasema kwamba ndani yetu tuweze kuonekana kama vijana. Tusisema kama mimi ni adventure lakini CDF kama adventure, ama mimi ni adult lakini ninakuwa kama mzee. Tukiwa ni kama sisi vijana kuonekana kama vijana. Vivyo hivyo muonekano wetu wa nje uweze kudhihirisha kile ambacho kiko ndani. Tusiwe tunaonekana kama sisi watakatifu, lakini ndani yetu tumejaa uovu mwingi ambao hata uovu mwingi ambao ni ngumu sana kuweza kuelezea. Tuwe na tabia nzuri nje na ndani. Ningependa kusoma katika kitabu cha Roho ya Nabii. Kitabu ni Council on Stewardship, page 107. Council on Stewardship, page 107. Tasoma kwa Kiswahili, nasema upendo lazima uwe msingi wa matendo yote. Upendo ndio kanuni kuu ya serikali ya Mungu mbinguni na duniani. Haya, alafu kitabu kingine ni Letters to Young Lovers. Nitasoma hii kwa Kizungu. Ni Letters to Young Lovers, page 74. Inasema, to trifle with acts is a crime of no small magnitude in sight of Holy God. And yet, some will show preference for young ladies and pull out their affection, and then go their way and forget all about the works
they have spoken, and their effect. And you first attack them, and they repeat the same word, devote to another the same attention. Ni kwamba sisi kama vijana, ikiwa sisi kama vijana, if the youth want to take serious, if the youth want to be taken seriously by their parents and others, they should tell this council to act and do as admonished. We often weaken our case against any legitimate injustice or genuine concern if we fall on the matters of love relationship. Ni kwamba katika uhusiano wetu tunapaswa kwamba tuweze kuzingatia hili jambo ya kwamba tusiweze kucheza na mioyo ya wengine, tusiweze kucheza na mioyo ya watu wengine, kwa sababu hili si jambo dogo, ni jambo kikubwa sana mbele za Mwenyezi Mungu. Yaani kucheza na roho ya mwenzako inaonyesha kwamba wewe ni kama unafanya nini umheshimu Mwenyezi Mungu. Na upendo wa kweli usiwe upendo wa mawazo machungu, au usiwe upendo wa maneno tu, uwe upendo wa kitendo ambao unaonyesha uwajibikaji. Usifanye mtu aweze kuinvest kwako, ama mtu aweze kuwa affectionate kwako wakati wewe unafanya nini au hapo. Yaani watu tunasema tu kwa maneno tu, wakati tunajua kwamba nitaenda kwa wakati mwingine tena siku nyingine mahali fulani. Vijana wanapaswa kuwa makini katika mahusiano, kutochukua hisia za wengine kama mchezo. Jambo ambalo pia tunapaswa kujua kama vijana, ili tuweze kujua jambo tunapaswa imani yetu iweze kuonekana kwa wengine ni katika imani. Kitabu ambacho tutakuongoza hapo ni katika kitabu cha Waebrania 11. Waebrania 11. Waebrania 11 tutasoma 6. Waebrania 11:6. Ona kwamba bila imani haiwezekani kumpenda Mwenyezi Mungu. Vijana tunapaswa kwamba tuweze kuamini haki ya Kristo kwa imani. Pia tunapaswa kusimama imara katika mafundisho ya Biblia na tuweze kutetea imani kwa ujasiri, lakini si imani kwa ujasiri, ambapo ujasiri huu unakuja kwa hali ya upole, hali ya kujinyenyekeza. Ndio tunakuja kwa asili, tunakuja kwa ujasiri na tukuje kwa hali, tusikuje na kiburi, tukuje katika hali ya kunyenyekea, hali ya upole. Ni Romans chapter 1 verse 16, na katika Romans chapter 1 verse 16, mwingine atakuwa verse 3 chapter 3 verse 15. Warumi 1:16, na mwingine ningependa kufungue Petro wa kwanza 3:18. Kwanza na Warumi, ningependa Warumi tusome Warumi 1:16. First Peter 3:15. Upole na wakovu. Hiyo ndio njia ambayo tunapaswa kueleza ili kama kuonyesha imani yetu kwa wengine. Kitabu cha Story of Redemption page 82 inazungumzia hadithi ya Isaka. Isaka aliweza kuamini Mungu na alikubali kuweza kufungwa na kuweza kuwa kwenye kundi, na kwa sababu aliweza kuamini maneno ya baba yake kwamba Mungu angeweza kuprovide.
na kwamba imani hii japo anaweza kuwa kwenye kundi, anajua kwamba yaani kile kitendo ambacho tunakuja next ni yeye kuweza kufanya nini, kuweza kutolewa kafara, lakini bado anaimani kwamba Mungu anaweza kuprovide katika sehemu, hata katika dakika ya mwisho Mwenyezi Mungu anaweza kuprovide. Imani ya kweli ni kuishi, si kwa kusema tu. Tunafaa kuishi imani yetu. Tunafaa imani yetu tuweze kuishi kila siku na si kwa kunena tu. Kwa mfano huo Isaka alionyesha imani ya kweli na aliweza kumwamini Mwenyezi Mungu hata katika hali ngumu, hata katika ile hali ambayo alikuwa anaendelea few seconds, mimi nitafanya nini? Nitaweza kukufa na hali yangu nitafanya nini? Nitaweza kukuisha. Lakini bado akaweza kuamini kwamba Mungu ataweza kuprovide. Ndio maana hakuwa na ile hali ya kuweza kusitahili hali ya kuweza kumshindanisha, bali alizidi kutii. Paulo alikuwa anaweza kumshauri Timotheo kwamba aweze kukwenda katika mienendo yake ama katika hali yake ya kuweza kuwa kielelezo chema kwa wengine, ni aweze kuwa ni katika hali ya kuwa na usafi, purity, aweze kuwa ni usafi ama katika hali ya kuwa safi. Paulo anaweza kumwambia Timotheo aweze kuwa mfano kwa waamini katika usafi. Na hili jambo lilikuwa na namna gani? Je, usafi ama hali ya kuwa na usafi ni nini hasa? Wakorintho wa kwanza inaweza kupatia jibu hili. Wakorintho wa kwanza 6:19. Wakorintho wa kwanza 6:19. Asante. Swali ambalo tunataka kwamba nini? Ambia kwamba mimi yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni ndani yenu, mliopewa na Mwenyezi Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Hebu tufikirie hivi. Wakati unaenda kukodisha gari, tunatumia magari hapa, tunatumia magari. Unapokodisha gari, hilo gari si lako, si ndio? Wakati unapotembea, unapoendesha gari, akili mwako inajua kwamba hii gari si yako. Na mwenyewe aliweza kujipatia sheria kwamba hili gari linapaswa kurudi likiwa salama, likiwa vile bila kuharibika. Bila kuweza kuharibika. Na likiweza kuharibika kuna kile ambacho tutafanya nini? Tutaweza kukilipa. Hivyo tunapoeleza kwamba mili yetu ya kwamba si yetu. Hivi si yetu. Mwenyezi Mungu aliweza kutuumbia hii mwili, akaweza kutupa sisi kama binadamu. Kwa hivyo sisi tunapaswa kuweza kutunza hii mili yetu, tukijua kama ni nani ya Mwenyezi Mungu, bali si wetu, si yetu. Ni kwamba usafi ni uwakili. Uwakili si nini peke yake, si kwa kuja kutoa pesa peke yake ama kwa sadaka peke yake ama kwa sadaka peke yake, bali usafi pia ni katika hali ya kuweza kutunza miili yetu. Tutunze miili yetu tukikumbuka kwamba hii ni ya Mwenyezi Mungu, na tutakapotumia miili ya Mwenyezi Mungu hii kama Mwenyezi Mungu ni mbaya, tutakuja kuweza kujibu mashtaka katika siku ya hukumu itakapofika. Kuna mfano wa Danieli. Mfano wa Danieli wakiwa katika nchi ya Babeli. Waliweza kuletewa chakula cha kifalme, na wakaweza kukabili chakula cha kifalme, na wakaweza kuitisha maboga, wakaweza kuitisha vyakula safi. Ni kwamba ile wakati chakula cha katika meza ya mfalme, wakati ule ilikuwa ni chakula ambacho tayari kilifanya nini, kimeweza kutolewa kafara kwa Mungu. Na kama Danieli angeweza kukula kile chakula, kionyesha double standard yake, ni kwamba anaweza
tunakula chakula ambacho kimeweza kutolewa kwa ajili ya Mungu, na yeye anamtumikia Mungu aliye ndani. Na wanaweza kuchagua usafi, wanaweza kuchagua starehe, na matokeo yake wanaweza kuonekana kwamba wao wako na afya zaidi kushinda hata wale ambao wanaweza kukula chakula cha mfalme. Wako na afya zaidi ya wale ambao wanaweza kukula mapochopocho katika meza ya mfalme. Ni kwamba usafi si udhaifu, bali ni nguvu ya Kikristo, bali ni nguvu ya kiroho. Prophets and Kings 24:21 inasema hivi: tangu mwanzo wa maisha yao au Danieli na marafiki zake walijaribiwa kwa jaribu kubwa la tabia. Chakula cha mfalme kilikuwa kimetolewa sadaka kwa sanamu, na kula kukionyesha ishara ya kushiriki katika ibada ya kipagani. Waaminifu wao kwa Mungu au kuwaruhusu mfanye hivi. Leo hii vijana tunaishi katika maisha ambayo yana mashinikizo mengi. Mashinikizo kutoka kwa marafiki zetu, kutoka kwa tamaduni potofu, kutoka kwa mitandao. Kuna mashinikizo mengi ambayo yanaweza kufanya tuweze kuanguka katika majaribu. Kuna mashinikizo mengi ambayo yanaweza kufanya tusiiweke dini yetu iwe ni hekalu la Mwenyezi Mungu. Kuna mashinikizo mengi ambayo yanaweza kutufanya tusiwe safi kiroho. Lakini kama Danieli aliweza kushinda shinikizo hili la chakula, akaweza kutunza mwili wake, kama Danieli na marafiki zake waliweza kushinda hizi shinikizo na kuweza kukula chakula ambacho si takatifu, chakula ambacho tayari ni najisi, na akaweza kushinda, vivyo hivyo sisi vijana inawezekana kuishi maisha safi katika maisha safi katika ulimwengu ambao tayari umechafuka. Kuweza kuishi maisha safi katika ulimwengu ambao ni ulimwengu mchafu. Kwa hivyo Paulo anawasihi vijana anawapa vijana mwongozo wa jinsi ya kukabiliana na kudharauliwa. Tutamalizia na ile fungu la kwanza ambalo tuliweza kulisoma. Fungu la kwanza ambalo tuliweza kulisoma ama fungu letu la kariri, Timotheo wa kwanza 4:12. Katika wewe ndio kwa uaminifu katika usemi wetu, tunapaswa kuweza kutumia maneno mazuri, tuweze kutumia maneno ambayo yamejawa na hekima. Endelea na mienendo. Pia mienendo yetu inapaswa iwe ni mienendo mizuri, mienendo ambayo inaweza kuwakilisha, inaweza kuashiria Kristo. Endelea kuonyesha upendo kwa marafiki, kwa binadamu, na upendo kwa Mwenyezi Mungu. Endelea katika imani. Tuzidi kusimama katika imani ya Mwenyezi Mungu, tuzidi kusimama katika imani ya Yesu Kristo na usafi. Maisha yetu tunaanza kuishi iwe ni maisha ambayo inazingatia usafi, maisha ambayo tunazingatia Ukristo, kama maisha ambayo tunazingatia utakatifu. Tukijua kwamba tunafanya nini, mili yetu ni hekalu la Mwenyezi Mungu na hekalu la Roho Mtakatifu, na tunapaswa kulitunza ile hekalu la Roho Mtakatifu. Ni kwamba Mungu tayari ameshakufanya uwe taifa kubwa, na tunapaswa kukumbuka kwamba sisi ni ukuhani mtakatifu, ama ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Kwa hivyo kama ni taifa, kama ni ukuhani wa kifalme na taifa takatifu, hauna sababu yoyote ya kuweza kujidharau au kukubali kudharauliwa. Jambo la kwanza, kujidharau, na pia haufai kukubali kuweza kudharauliwa. Ni kwamba unajua kwamba utambulisho wako ni gani? Utambulisho wako ni
ni wewe ni ukuhani wa kifalme na taifa takatifu. Tusimame ndani ya Kristo, kuweza kusimama imara na kuweza kushuhudia wengine kuhusu wokovu wako, kuhusu wokovu wetu. Na Mwenyezi Mungu azidi kubariki. Amen. Tutakapotimiza, ningependa nilikuwa nitakuja kwa wimbo, alafu kwa sababu tulikuwa tunatuma na maombi, wale wataifa watakuja hapa mbele, alafu kando yao tutakuwa na wale ambao watajitolea wanne ambao watakuja kwa ajili ya kuongoza katika ombi. Hivyo vijana wanakuja kuja mbele nikiweza na wale wenye watajitolea katika maombi. Na siku ya leo nisingependa yule ambaye anahisi vijana, ningependa wale ambao wanahisi kwamba wameshafunga hiyo kile bracket ya kuwa vijana waje mbele waweze kukabidhi vijana katika maombi. Ningependa kuja mbele, kuna baadhi ya mambo ambayo tungependa tuweze kuyakabidhi vitu kwa Mwenyezi Mungu. Youth Club tuendelee na kuhubiri wale ambao wanasaidia kwa ombi. Volunteers